uzaliwe hiyo katika hiyo kabila. Kwa hivyo ukiwa proud kwa kabila yako sio shida yoyote. Ndio. Sasa mimi hiyo mambo ya cousin, kwanza mimi ni cousin ndani kabisa. Ndani. Kwa sababu mimi niko ndani. Naam. Ndio. So sioni shida yoyote watu wakiitana cousins. Hiyo jina cousin inaonyesha kwamba watu walio karibu. Ndio. Asante sana. Tulipo wajuza watazamaji kwamba utakuwa pamoja nasi hii leo. Ndio. Swali moja ambalo linaibuka sana ni la kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea hapa katika jiji la Nairobi. Ndiyo. Kuna siasa za kumng'atua kutoka mamlakani gavana Sakaja. Na sijui kwa maoni yako mpaka tulipo, unakubaliana na kwamba Sakaja anafaa kubanduliwa ofisini ama hafai? Munjiri, wakati Sakaja alikuwa akikampeni kupata kura, alikuwa na kampeni ili aweze kufanyia wana Nairobi kazi. Wakati mimi mwenyewe nilichaguliwa ili nitafanyia watu kazi, ili nibadilishe maisha ya watu wetu. Naam. Hapa Nairobi watu wana shida sana, Ngunjiri, na kuingineko hata Kenya nzima pia tutaongelea. Na ukiona mama anaamka asubuhi, anaenda kuhawk vitu pale town, anauza mayai, anauza sausage, wanauza miwa, wanauza mayai choma. Watu wanatoka na bodaboda, wanaendesha bodaboda, wanatoka asubuhi. Hii bodaboda amechukua loan. Na pia nitawaambia jinsi ambavyo naweka mswada bungeni ya wale watu wa bodaboda ambao walinunua bodaboda kwenye loan iliyo juu. Nataka unajua nanunua bodaboda kisha wakilipa hii loan, bodaboda wakichukua hata kama ni 100,000, wanalipa mpaka 300,000. Hiyo ni kuharibia watu maisha. Manake atalipa hii loan miaka yake yote. Mimi nataka nikueleze ya kwamba watu wanaamka asubuhi wanaenda kwenye bodaboda. Hii bodaboda wanaweza pata hata pneumonia juu ya baridi. Wanapata accidents. Pesa pia iko vizuri. Tena wamama wetu wanaamka wanafulia watu. Wengine wanaenda kulima. Umejua hapa nyumbani kuna hata mashamba kule Kasarani, kule Dagoretti South. Wanalimia watu, wanapalilia watu ili wapate pesa. Tuko na mababa zetu wanaenda kwenye jua kali. Haya yote wanafanya ili waweze kupata maisha bora. Waweze kuelimisha watoto, waweze kulipa kodi ya nyumba, waweze kufanya biashara, waweze kuinvest, hata transport. Naam. Na saa zile mtu ako kwenye jua, amepanga line ama foleni ili achague kiongozi wake. Anachagua kijua huyo kiongozi atanitoa kwenye matope, atanitoa kwenye jua kali, atanitoa kwenye bodaboda, ama awezeshe maisha iwe mazuri. Nairobi County, jamii ya kwanza nilichagua Sakaja ni jamii ya Wakikuyu. Walipatia Sakaja kura vizuri sana. Ndiposa watu wakisema Wakikuyu ni wakabila, mimi sifurahii hata kidogo. Naam. Kwa sababu Wakikuyu waliwacha mwenzao ambaye anaitwa Igathe, wakiona ya kwamba wanaweza chagua Sakaja awafanyie kazi. 2017 Sonko alipoenda kwa nomination na Peter Kenneth, waliwacha Peter Kenneth kwa nomination, wakachagua Sonko. Ukiangalia urais 2022 ilibidi wachague kati ya Raila na Ruto. Wote si Wakikuyu. Naam. Na Wakikuyu ilibidi wachague, na wengine walipigia Raila kama 1,000,000, wengine walipigia Ruto. Inamaanisha ya kwamba jamii ya Wakikuyu hawana ukabila. Hii mambo ya ukabila inawekwa tu kwa sababu ya wanasiasa wanataka waiweke hivyo. Sasa watu walikuwa kwenye laini wachague gavana wa Nairobi ili abadilishe maisha ya watu. Ili ahakikishe ya kwamba kuna maji fresh Nairobi. Ili ahakikishe ya kwamba hiyo maji inakuja Monday to Sunday. Na wahakikishe ya kwamba mabarabara yanatengenezwa na drainage iwe mzuri. Wahakikishe ya kwamba takataka yote imesanywa Nairobi. Wahakikishe ya kwamba mahawkers wote ambao wanakuja town hawaangaishwi. Hata kama ni kupewa alternative place, huwezi wapeleka back streets. Hiyo ni kuwapatia madharau, kukosa utu kwa wananchi. Wahakikishe ya kwamba watu wapate kazi Nairobi. Tena wahakikishe ya kwamba afya iwe bora, sio bora afya.
Lakini tumeona mengi tofauti. Gavana alipoingia, takataka iko kila mahali. Anachukua takataka, anaenda kumwaga mpaka Stima Plaza. Anachukua raw sewage, anamwaga town, mbele town huko KPLC. Kisha gavana, mvua kukinyesha hii Nairobi yetu, mvua ikinyesha tu hivi 30 minutes, huwezi tembea hii town. Town inakuwa ni kama ni lake, mto, river. Ukiangalia mabarabara, potholes ziko kila mahali. Ukiangalia maji, haifikii watu vizuri. Ukiangalia town, magoons wameletwa town kuhakikisha wana attack watu. Haya yote sio kitu ambayo ilifanya Sakaja achaguliwe. Sakaja alichaguliwa ili abadilishe maisha ya watu, ili apatie watu basari, watoto wetu waende shule, ili awezeshe kurudisha mambo ya taxes ya kufanya biashara iwe chini, ili watu wengi wafanye biashara, juu huwezi ajiri watu wote. Sasa ukiangalia ofisi ya governor, unaona kaburi la corruption, kaburi la ufisadi. Pesa imeibwa. Kulikuwa na Auditor General's report ambayo ilitoka juzi 2023-2024. Wanasema 140 million yenye French government inapeana, governor hawezi account for, ile kudishi na county kupatia watoto wetu chakula. Kupatia watoto wetu chakula sio mbaya. Watoto wetu inafaa walishwe. Lakini ukilisha watoto na wewe ndio unakula zaidi, instead of kudishi na county, wewe ndio unadishi county peke yako. 140 million imeenda. Ukiangalia bajeti ya tena hiyo dishi na county, kila mzazi ana contribute shilingi 5 kila siku. Wazazi wote wakicontribute in 1 year inakuwa over 370 million inapotea. Hiyo is not accounted for. Na hiyo ni report ya Auditor General. Ukiangalia tena kwenye hiyo dishi na county, pesa yenye iliwekwa kwa dishi na county inaenda over 6 billion per year. Nikuulize Ngujiri, 6 billion, si unaweza tengeneza kiwanda watu wapate ajira? Naam. 6 billion, si unaweza ajiri nayo wamama wetu na wababa wetu? Kwa hivyo hiyo pesa yote imeibwa. Tena ukiangalia zile magari ambazo zilinunuliwa, zile malori ya takataka. Lori moja, hiyo ni Auditor General's report 2022-2023. Lori moja ilinunuliwa na 28 million. Lori ambayo inafaa inunuliwe na between 7 to 10 million. Inanunuliwa na 28 million. Na ziko lori ambazo ziko over 25 lorries. Hiyo inakuambia peke yake pesa inakulwa hapa. Angalia Green Army. Hao vijana wetu wanapewa kazi. Anasema anawaweka permanent and pensionable. Sio mbaya. Lakini kijana analipwa 18,000 na amewekewa kwenye bajeti 30,000. Hii 12,000 nani anaikula kila mwezi? Vijana wakiajiriwa, waajiriwe na wapewe heshima na wapewe pesa yao yote. Alright. So hiyo ndio inafanya gavana wa Nairobi afai akae kwenye hiyo kiti hata siku moja, kwa sababu sio gavana bora, ni bora gavana. Na mheshimiwa, unaposema nimekupa muda ili kwamba ujaribu kuweka msingi kwa yale madai ambayo yamekuwepo, na ninajua umetaja kuhusiana na ripoti ya Auditor General, lakini swali ni je, wakati ambapo tuko karibu miaka miwili tu ili uchaguzi mkuu ufanyike, wale ambao wanafuatilia haya maneno wanasema kwamba kumngatua gavana wakati kama huu kutasababisha misukosuko ya kisiasa hapa Nairobi na haitakuwa nzuri kwa maendeleo na mambo mengine. Unakubaliana na hayo? Watu wasiangalie siasa kwanza, watu waangalie maendeleo. Siasa bado haijafika. Tulichaguliwa ili tubadilishe maisha ya Wakenya, ili tufanyie watu wetu kazi, kwa sababu watu wanateseka. Huwezi ngoja hata siku moja. Ukienda pale Mama Lucy siku ya leo kwenye hiyo hospitali ama Mbagathi, utapata hakuna madawa. Kwa nini? Kwa sababu gavana hajapeleka madawa. Utapata kama uwezi tibiwa kama una hata 1,000 ama 2,000 ya x-ray. Uwezi tibiwa, utapata wamama, watu wako hapo nje, watu wanakufa hapo nje, watu wanajisaidia hapo nje. Hauwezi ngoja maisha ya watu hata sekunde moja ukitaka kusema ya kwamba wewe unataka kulainisha siasa. Siasa sio muhimu kushinda maisha ya watu. Utapiga siasa watu wakiwa. So kitu la muhimu ni ya kwamba gavana angeenda kama jana, kwa sababu maisha ya watu ndio kitu ya kwanza. Wacha hao watu waishi kwanza, ifike wakati wa siasa ndio upige nao siasa.
lakini huwezi piga nao siasa kama watakuwa Alright. watakuwa wameenda. So kwa wale watu ambao wanajaribu kuprotect gavana, wanasema ya kwamba gavana apewe wakati, kitu ambacho hajafanya kwa miaka mitatu haizi fanya kwa miaka miwili. Hii bajeti yote kwanza imeliwa. County revenue, pesa ambayo inasanywa kwenye Nairobi County mpaka siku ya leo, unajua Ngunjiri, hakuna mtu yeyote anajua pesa inaendanga wapi. Hiyo pesa yote hakuna mtu yeyote anajua inaingia kwa bank gani, inaingia kwa kikapu gani. Hiyo pesa inapotea, na hii ni mambo ambayo hata we mwenyewe unajua, na kulikuwa na ad hoc committee ilitengenezwa kuangalia hilo jambo la revenue ambayo inakolektiwa hapa Nairobi. Na mimi na wewe unajua vizuri ya kwamba katika county assembly leadership ilikataa kupresent hiyo ripoti, yenye ripoti ilikuwa inasema kwamba gavana anafaa afungwe, but ripoti ilikanyagwa chini. Sasa ndugu yangu, kama watu wazima ambao wanafaa watetee wana Nairobi, ambao wanapiga mambo ya ufisadi, mambo ya corruption, wewe ni rais wa Kenya, unaheshimika kama rais wa Kenya, unasema ya kwamba kuna ufisadi, unakubali, lakini ukiangalia kando yako unaona kaburi la corruption. Mambo inaibwa huko, mahospitali gushi, hewa yanalipwa. Ukiangalia kushoto unaona kaburi la ufisadi, unaona mambo ya elimu, capitation, pesa haiwezi fika shuleni, imeibwa na wamepeleka zingine tena zinapelekwa kwenye shule fake, shule gushi zenye haziko. Ukiangalia mbele yako kama rais, unaona gavana wa Nairobi ambaye amevalia jezi la ufisadi, yeye mwenyewe mfisadi. Sasa wewe kama rais una defend ufisadi mpaka State House, unaita MCS ili wa protect gavana wa Nairobi kwa nyumba yako kule State House. Sasa unataka upige ufisadi gani? Unataka umalize ufisadi kivipi? Na wewe mwenyewe ndiye una promote ufisadi. Unajaribu kusema MCAs walipatiwa kitu ili kwamba wakubaliane na hiyo jambo la kuondoa ule mjadala wa kumngatua gavana? Wacha nikuulize, kunaweza kuwa na two options, na kama wewe kama MCAs wanaenda State House, ukienda State House unaweza toka bila kitu? Ni ngumu sana. Usipopatiwa utatoka tu. But kama wewe ni MC, kama wewe umeenda State House, wewe ni MCA, unaambiwa utoe jambo, unaweza toka tu hivyo? Hiyo ni jibu ambayo wacha Wakenya ndio watajibu hiyo. Ya pili, hata kama wakupewa kitu na unajua vizuri gavana wa Nairobi anaharibu jiji la Nairobi, na wewe ni rais, na already MCAs wanataka wamngatue, mbona usiwache MCAs wafanye kazi yao? Sio ni kusupport ufisadi? Umezungumza labda na baadhi ya MCAs ambao walienda huko katika ikulu, na labda wamekuambia tulilazimishwa au kulienda hivi na vile. Hata kama MCAs wanasema, wengine wanasema walilazimishwa kwa sababu ya uongozi iliyo juu yao, kwa sababu wameitwa ikulu na rais. Hata kama walilazimishwa, jambo langu ni mbona rais aite MCAs kwenye ikulu kusupport corruption, kudefend, kuprotect corruption? Ukishajitokeza una defend corruption, kwa sababu kutotoa Sakaja kana kwamba venye MCAs walisema kwamba angatuliwe, kutomtoa inamaanisha una defend. Ukimdefend una defend corruption, na wewe ni rais na unataka ufisadi ishe. Wewe mwenyewe inafaa uwe kwenye laini ya mbele kukomesha ufisadi hapa nchini Kenya, na wewe mwenyewe ndiye una defend ufisadi. Hiyo unajaribu kuambia Wakenya nini? Kumekuwa na hofu. Tena ukiona tena kule kwingine tena mzee wangu baba pia anamdefend. Hapo nitaweka reservations zangu, kwa sababu baba amekuwa mdozi wangu, sitaki kumwongelelea in public. Yeye ni mdozi wangu. Siwezi kuongea jina lake in public, itakuwa ni kama kukosea mzee heshima, na kwa kimila yetu tunaambiwa ya kwamba tuheshimu wa baba wetu. Yule mtu yeyote ambaye amekushinda na umri, ambaye anaweza kuwa hata babako, lazima umheshimu. Lakini jambo ambalo linafanywa si nzuri. Umezungumza kuhusiana na rais na amekushinda kiumri. Ninasema ya kwamba rais ndiye president wa nchi. The buck stops
starts and stops with him. Si ni ukweli? Raila ana position in government, si ni ukweli? Ana sehemu ama ana usemi kuhusiana na mambo yanayofanyika kupitia kwa serikali ya... Ana usemi, the buck starts and stops with the president. President ameita MCAs wapi? Ikulu. Hiyo ndio shida yetu. Vile MCAs waliitwa na baba kule Joff. Kule Joff. Lakini mimi pia nimesema siku ya furahia jambo ambayo ilifanyika hata kwa baba mwenyewe. Mimi mwenyewe kama hata kijana mdogo si ya furahi kwa sababu tusi defend corruption. Right. But sitaki kuongelea tu zaidi ya hayo kwa sababu ni mdozi wangu katika chama. Si ni ukweli? Lakini siwezi kubaliana na mambo ambayo yalifanyika. Haya, kuna hofu ambayo imekuwepo kwamba iwapo gavana Sakaja angeng'atuliwa, kungekuwa na kizaza kama kile ambacho kilitokea wakati ambapo Sonko alipotolewa, kisha kukabuniwa kamati maalum ya kuendesha shughuli katika Nairobi. Na vile vile ningependa kusikia mawazo wako. Kumekuwa na mjadala ambao umekuwa ukipendekeza kwamba Nairobi inafaa kuwa katika serikali kuu ili kuondoa haya matatizo. Unakubaliana na hilo? Umejua gavana angetolewa, kuna naibu gavana ambaye anaitwa Mushiri. Mushiri angekuwa gavana. Mjadala ulikuwa unaunganisha watu wawili. Mimi ungeniuliza hii shida, mimi sijasikia shida kuu zaidi kwa huyu Mushiri. Mimi nimeona shida tu kwa gavana. Kusema kweli, mimi sijasikia Mushiri ameiba nini kwenye county, lakini nimesikia Sakaja ameiba nini kwenye county. Kwa hivyo ungeniuliza kitu yenye ingekuwa muhimu, angetoa gavana, wawache Mushiri pale awe kama naibu wa gavana, angekuwa gavana. But pia wangeng'atuliwa wote, tungerudi kwenye by election. Tungerudi kwenye by election, uchaguzi, speaker angekuwa gavana kwa muda around 60 days. Siku 60. Kisha tungeenda by election. Na tungechagua gavana mwingine. Ndio. Kuna swali ambalo labda sijui kama unaweza kuwa unalielewa ama unajibu. Ni nani hasa anasukuma MCAs ili kwamba wakapeleke mjadala kama ule? Kwa sababu nimeuliza hivyo, umesema kuna ripoti ambayo ilikuja kwenye bunge la county na ikakanyangiwa. Ndio. Ni kumaanisha pia kunaweza kuwa kuna msukumo fulani ambao unatoka mahali fulani unaelekezwa kwa MCAs. Labda unaweza kuwa na habari. Kuna mtu yeyote ambaye anasukuma MCAs, kwa sababu MCAs ambao walisign kuimpeach Governor Sakaja wako around 90 MCAs out of 123. 90 MCAs 90 walitia sahihi. Wale ambao wako kwenye independent, wenye wako kwenye ODM, wenye wako kwenye Jubilee, wenye wako kwenye UDA, wenye wako kwenye Wiper, wote walitia sahihi ili wang'atue gavana wa Nairobi. Inamaanisha kwamba walijisukuma hao wenyewe kwa sababu wanaona yale shida yote ambayo yanakumba wananchi. Na walisema kwamba wanamng'atua kwa sababu ya ufisadi, wanamng'atua kwa sababu hana touch na ground. Haezi sikizana na watu ambao wako kwenye ground. Na walimng'atua kwa sababu hakuna development, maendeleo kwenye wards. Walimng'atua kwa sababu hata mpaka siku ya leo bursaries haijapeanwa kwa wanafunzi ya last financial year na this financial year. Wanamng'atua kwa sababu wanajua gavana hana uwezo wa kuendesha serikali ya county. Alright. So walijisukuma hao wenyewe na hakuna haja ya kuleta body nyingine kuendesha Nairobi kama NMS, kwa sababu tuko na viongozi bora zaidi ambao wanaweza endesha Nairobi County. But watu wanasema ya kwamba heri NMS irudi kwa sababu kila saa wanapata bora kiongozi, sio kiongozi bora. Ndio. Na je, unakubaliana na wazo la kwamba Nairobi ipelekwa kwenye serikali kuu kama mapendekezo yamekuwa yakipeana? Nairobi haiwezi pelekwa kwenye serikali kuu kwa sababu katiba ya Kenya iko clear. Inasema ya kwamba usidiscriminate kwa sababu kuna 47 counties. Ukitoa Nairobi kama one of the counties utakuwa unaidiscriminate. Nairobi pia ina deserve kupata yale services zote
ambazo zinapeanwa katika counties kama counties zingine. So Nairobi ikipeanwa wakipatiana services za county na serikali kuu pia wafanye services zingine, wana gain zaidi kuliko kuipeleka tu huko juu, utakuwa unawadeny hizi services zingine zenye ziko hapa zenye zinafaa zipeanwe na county government. So hatuwezi discriminate Nairobi tuitoe kando. Nairobi inataka tu kiongozi ambaye anaweza badilisha maisha ya wananchi, kiongozi ambaye anaheshimu watu, kiongozi ambaye anahakikisha kwamba yule mwenye ndudhi, mwenye pikipiki, mwenye bodaboda maisha yake yanabadilika, yule makanga maisha yake badilike, yule mama ambaye anafulia watu kwenye kijiji maisha yake badilike, yule baba ambaye anaenda kwenye jua kali maisha yake badilike. Inataka tu kiongozi ambaye ako strong na firm, ambaye atasema ya kwamba kama ni maji itakuja, maji itatoka kwenye dams,